Mbio za Mwenge wa Uhuru ni ishara ya mwanga wa matumaini kwa Watanzania, kama ambavyo wananchi hawa katika halmashauri ya wilaya ya Kalambo wanavyoonyesha furaha baada ya mwenge huu kuwaletea matumaini. Kwa muda mrefu wananchi wa kijiji cha Mao wameteseka kwa kukosa daraja la uhakika linalowawezesha kuvuka katika nyakati zote. Leo historia imeandikwa baada ya miaka takriban 30 tangu Mwenge wa Uhuru upite katika eneo hili. Matumaini yamerejea sasa, kwani limejengwa daraja la mto Kalambo linaloondoa adha iliyokuwepo. Mwenge wa Uhuru 2025 umeweka jiwe la msingi katika daraja hilo, ishara ya kuwasha taa ya matumaini na maendeleo kwa wananchi hawa. Sisi wafugaji kuna mnada hapa Mkowe. Wakati wa masika tulikuwa tunasumbuka sana. Mto ukijaa mifugo ilikuwa inaenda pamoja na watu. Tulikuwa tunalazimika kuzunguka Matai. Matai mnaenda kuzunguka Mbuza, ndio mnaenda Mkowe mnadani. Sasa tulikuwa tunatumia siku nzima kuzunguka. Na lazimika mpaka unalala wapi? Matai. Lakini saa hizi imekuwa rahisi. Natoka hapa asubuhi unaenda kuuza mifugo wako, unarudi unaanza kufanya shughuli nyingine. Kwa kweli mwanzo tumehangaika sana katika daraja hili la Kalambo. Sisi kama wakina mama, kipindi cha masika kama mnavuka kwenda Katapulo au kwenda Mkowe, changamoto ilikuwa daraja likijaa hauwezi ukavuka. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana katika kijiji cha Mao na kuunganisha Kanyarakata na kwenda Mkowe. Mimi kwanza ni fly daraja letu tujengea serikali na mwenge unafungua leo, ni nzuri na lenye hadhi. Hapo awali daraja letu lilikuwa mbovu lenye kwa haina kiwango chochote kile. Daraja hili la leo ni nzuri, limetengenezwa vizuri. Sisi kama TARURA Kalambo tumefurahi sana kwa serikali kutatua kero ya wananchi katika eneo hili, maana ni miongoni mwa sehemu ambayo ilikuwa inatupa changamoto katika mtandao wetu wa barabara. Kupitia mwenge kuzindua mradi huu, tunapenda kutoa wito kwa wananchi. Miundombinu tumeijenga kama serikali, lakini majukumu ya kutunza yanabaki mikononi mwao. Ili tusije tukarudi kule awali ambapo watu walikufa, wakina mama wajawazito walifariki, mifugo ilisombwa na maji, tusije tukarudi kule. Kwa daraja hili ni miongoni mwa daraja ambayo yanaenda kutatua kabisa changamoto ya upitaji katika eneo hili. Nakumbuka wazi wakati wa kipindi cha mvua, mara nyingi tunakumbana na changamoto nyingi katika upitaji wa njia hii. Mkuu wa wilaya ameniambia hapa, tumeshapoteza watu wengi juu ya eneo hili, juu ya uharibifu wa maji ambayo yanapita kwa wingi mahala hapa. Jambo ambalo linawafanya wananchi wetu kuweza kukosa huduma za kila siku na kwenda kufuata katika eneo nyingine. Lakini serikali hii ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia katika azma ya kuwasaidia wananchi kupitia wenzetu wa mamlaka ya TARURA, kwa kweli wametimiza wajibu wao. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana. TARURA oye! Mtazamaji, afya ni mtaji. Mwenge wa Uhuru 2025 ukiwa bado kwenye halmashauri ya wilaya ya Kalambo umezindua zahanati ya Singiwe iliyopo kijiji cha Singiwe, mradi ulioibuliwa na wananchi. Kuzinduliwa kwa zahanati hii ni mwendelezo wa juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora za afya karibu na makazi yao. Faraja hii tulikuwa tunaisubiri kwa muda mrefu. Wananchi wetu walikuwa wakipitia changamoto nyingi, hasa za upatikanaji wa huduma za afya katika maeneo haya. Na jambo kubwa ambalo lilikuwa likiwaumiza kina mama zetu, kina dada zetu, ni kuweza kupata huduma ya kujifungulia masafa ya mbali katika maeneo yetu. Lakini leo hii kwa mapenzi aliyonayo Mheshimiwa Rais Samia, kina mama zetu na dada zetu wote ambao watahitaji huduma ya kujifungulia
basi watajifungulia hapa hapa, naomba wajipigie makofi mengi sana. Mtu ukiumwa uchungu, ukija hapa zahanati, unakuta Mungu akishakusaidia ukijifungua salama, inatakiwa upumzike masaa ya kutosha. Kabla hujapumzika masaa ya kutosha, unakuta tayari mwingine wamesha muingiza mle, kwa hiyo unakuta eneo la kusema kwamba wewe utapumzika unakuta hamna. Kwa hiyo inabidi wanakuruhusu uende wapi? Nyumbani. Kwa hiyo ambapo tumepata jengo la kutosha, tunashukuru. Watu saizi mtu akiwa amejifungua, ina maana atakuwa anapata muda wa kutosha wa kupumzika. Na hivi wananchi wanashukuru kwa kupunguza athari sana za wanamama kutembea kwa muda mrefu. Mara nyingine kwa wanatembea masika, mvua zinanyesha, wanakodi bajaji kwa gharama kwenda kituo cha afya. Lakini kuanzia muda huu naona gharama hizi za kwenda kituo cha afya zimepungua na zimeisha. Kwa hali hii tunashukuru sana, tuipongeza serikali ya Mama Suluhu Samia. Tuliteseka sana, tulikuwa tukiwa wajawazito mpaka tufike Matai, tunakuwa unaweza kukuta labda umejifungulia njiani, labda umepata shida nyingi, lakini leo umetukomboa mama. Hapa mnapoona ndugu zangu watazamaji, hii mnavyoiona ni sherehe ambayo wananchi walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana. Baada ya jengo lao kama linavyoonekana baada ya muda mrefu kwamba limejengwa halijakamilika. Lakini hayawi leo yamekuwa, na shamla mnazoziona hizi ni wananchi wanafurahia jengo lao kuzinduliwa, kwamba sasa watapata huduma za msingi mahali hapa na hawatakwenda tena umbali mrefu. Awali tulikuwa tunatumia chumba kimoja kwa ajili ya kuandikisha, lakini pia kwa ajili ya ugawaji dawa. Lakini wakati huu naona kila kitengo kina chumba chake. Kwa hiyo usiri kwanza utakuwa ni mkubwa, alafu weledi katika eneo la kutolea huduma utakuwa ni wa hali ya juu. Lakini pia katika zahanati yetu ile awali tulikuwa tuna chumba kwa ajili ya kujifungua, lakini pia tunatumia chumba kile kwa ajili ya huduma za kabla ya kujifungua. Lakini kwa wakati huu tuna maeneo ambayo yametengwa. Chumba kwa ajili ya wazazi ni chumba ambacho kinajitegemea, ambacho wazazi wale watahudumiwa kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua. Lakini pia wale wajawazito wana eneo lao pia kwa ajili ya huduma ya wajawazito tu, ukilinganisha na jengo la awali. Lakini pia kutokana na jengo hili tulilopewa, na tarajia tutapata idadi kubwa ya wateja kutoka eneo lingine. Yaani mazingira tu yatamhamasisha mtu kwa ajili ya kuja kupata huduma. Sisi kama TAKUKURU, kama majukumu yetu yalivyo, kwamba sisi tunafuatilia thamani ya fedha kwenye hii miradi. Kutoka miradi inapoanza, sisi tunakuwa tumepewa taarifa za hiyo miradi, kwa tunakuwa tunafuatilia toka inapoanza utekelezaji wake, ili hiyo miradi itekelezwe kwa thamani ya fedha na iweze kuleta matokeo kwa wananchi. Maana kusudi la serikali inapotoa fedha ni miradi ikamilike, sio ishie njiani na wananchi baadaye wakaanza kulalamika. Hapana. Kwa sisi TAKUKURU tunaingia kila hatua mradi unapotekelezwa, tunasimama nao, tunafuatilia penye mapungufu, tunawaelekeza warekebishe, wanaosimamia miradi wasimamie vizuri, lakini pia wakandarasi pia tunawaelekeza kila hatua. Maana tunatembelea, kwa mfano mradi wa Singiwe tumeenda mguu kwa mguu. Tulipoona pungufu tuliwaelekeza warekebishe, kwa hiyo ni sehemu ya kwetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.